Alright, basi karibisha tena episode ya pili, ndo hii hapa sasa. Mashine safi, bonge la picha, wanaita Kayaras. Upo sambamba na Mr. Burudani, tutola chuga chugani ndani Dar es Salaam. Mambo yanazidi kuwa safi kabisa, utwende sambamba zaidi katika mashine safi. Lakini pia nizidi kukukumbusha tupo sambamba zaidi na mzimzima bwana Look the Great Entertainment kutoka pale Mwanza. Lakini pia tupo sambamba na Rajabu Video Center kutoka pale Kahama. Bila kusahau pia tupo na mzimzima bwana Pius Movie Studio kutoka ndani ya kule Tabora. Huduma safi, mambo ni yote bomba. Na kukaribisha tena na tena mashine safi, wanaita Yaras. Hii hapa sasa mzimzima, tupo fresh, tuko bomba, mambo ni safi. Karibu tena, wanaita Yaras Kalpi na Mr. Burudani, jeraha la moyo kutoka Home of the Family. Wala tunaanzia hapa sasa katika episode ya pili katika mashine safi kabisa. Picha wanaita Yaras. Wana jamaa alikuja moja kwa moja pembezoni kabisa mwa bahari wakati wa simu ya mke wake mtarajiwa ilikuwa ikiita, lakini moyo wake ulikuwa umeshakwisha kujaa sumu kali, maumivu makali sana ndani ya moyo. Huwezi amini, jamaa aliamua kuvua pete ambayo ilikuwa ni pete ya uchumba, akaamua kuitoa kwenye kidole chake. Kichwa kimekaa 1 2 3, ndugu yangu, akieleweki. Mambo ni mazito. Jamaa haelewi afanye nini. Alichoamua ni kuchukua ile pete na kuifuma mbali, akaitupa mbali kwa uchungu mkali kweli kweli. Moyo kimuuma si mchezo. Aise, mwanamke ambaye tokea wakiwa watoto wamekuwa marafiki, ujanani wakaanza urafiki zaidi, mwisho wa siku uzimani wakatamani waoane, lakini mwisho wa siku zimebaki siku 3 wanamfumania na rafiki yake. Bwana, ilikuwa inatisha. Sasa katika upande wa pili, huyu ndio mama yake na mzimzima bwana Ferret. Maandalizi huko yalikuwa kiendelea kama kawaida. Günaydın. Pita huko na kule kukagua mazingira, akiamini ya kwamba kila kitu leo kinakwenda kukamilika. Müge meyvesiz kahve. Anasema hakikisha meza inakaa vizuri. Vyakula vyote vinaandaliwa vizuri, mazingira yote yanakaa vizuri, ili basi wageni wanapofika swala hili likawa likakamilike. Anneciğim. Maandalizi ni mengi, wanazidi kuandaa. Şey mi oldu? Vipi? Mbona kama vile una mavazi, kuliko nini shida? Ambia hapana. Ila nilikuwa nataka nikwambie tafadhali badilisha mavazi. Vaa mavazi mengine ili uweze kuja mezani hapa. Ambia mna shida mama. Aydın. Habari za asubuhi. Nini kimetokea? Azade Sultan. Anasema Azade istemiyor. Amenipa maelekezo kwamba nikabadilishe vazi. Kwa hiyo acha niingie ndani nikabadilishe vazi. Wakati Ferret anarudi nyumbani na hasira za kufa mtu. Kakasirika si mchezo. Mama kanamuita Ferret. Ferret, nini shida? Sinan, no. Nasema Sinan, nini kimetokea kwa mdogo wako? Sinani brother yake akaamua kuweza kwenda kutazama kulikoni. Ferret kakasirika kivipi? Nini shida? Kumbe Ferret huko kashafumania mtu. Ferret amekuja moja kwa moja katika chumba chake. Brother yake akaona mfuata. Unafanya nini? Unaenda wapi? Jamaa anakusanya nguo. Ferret, unafanya nini? Akamwambia sikiliza kaka, naondoka. Unaenda wapi? Anasema nafuata barabara, huko nitakapoamua kwenda ndo huko nitakapokwenda. Ferret, una shida gani? Ferret, nini kinachoendelea mwanangu? Umegombana na Hande? Zimebaki siku 2 kwa ajili ya kufunga harusi. Nini sasa, unakwenda wapi? Ferret hataka kusikia mtu. Akaja katika upande wa pili. Ile suti ya harusi ambayo ilikuwa imeshakwisha kuandaliwa akaichukua. Akaitupa. Hataka kusikia habari ya harusi wala nini. Yale ilikuwa zimebaki siku 2 tu harusi ikapate kufungwa, lakini mwisho wa siku ndo hivyo limetokea la kutokea. Jamaa kamfumania. Mwanangu, una shida gani? Nini shida? Allah'ım ya Rabbim. Mwenyezi Mungu, hebu msaidie huyu kijana. Mama akamzuia. Mwanangu, niambie. Tatizo nini? Tatizo nini? Tumeshakwisha kuandaa mazingira yote. Akamwambia siwezi kula chochote wala siwezi kufanya chochote. Nini shida sasa? Nini kilichotokea? Kuna tatizo gani? Niambie. Akamshika namna hii. Mama akamshika mwanae. Mama anataka kujua tatizo nini? Kipi kilichotokea? Jamaa hataki kusema. Hataki kutoa siri. Asema mama. Ndio mwanangu. Tamam. Niambie. Git hadi. Yakında başı bağlanacak. Naomba tafadhali. Yere gidemeyecek. Najua umekasirika. Nenda popote uendapo, lakini hakikisha unarudi ukiwa salama na unakuja kuniambia ni kipi kilichotokea. Mama kamwacha mtoto wake atoke, asijue ya kwamba jamaa
amemfumania mwanamke ambaye anakwenda kumuoa siku 2 zijazo. Sen de bahçeye git. Basi mama akatoka huko akatoa maelekezo watu wote waendelee na kazi, lakini ashajua kabisa mtoto wake amekasirika. Mtoto kabeba mabegi mzima, anatoka kukutana na baba. Wewe una shida gani? Akamwambia niache baba. Niache. Baba anashangaa vipi tena mtoto nini tena huyu? Jamaa anatoka na begi mzima. Akafika kwenye ndinga akaweka begi katika gari, anasepa. Yaani jamaa ameona kabisa hataki tena kuishi hapa nyumbani. Mwanamke kashamvuruga. Mapenzi hayo mzima ni hatari, danger. Anatoka tu hivi. Mara ghafla gari ya rafiki yake nayo inaingia. Mzima bwana Yaman. Oh na. Ni hatari. Yaman huyo hapa aliyesababisha mtafaruku wote huu. Ambia vipi Ferit kwa anasema Ferit ametoka sasa hivi na gari. Jamaa akaamua kurudi kwenye gari, akawasha gari, anasepa. Anamfuatilia mzima wa Ferit. Nini kilichotokea? Mbona Ferit kakasirika kiasi hichi? Kezban. Ndio mama. Şu sofrayı. Bir dakika. Panga meza yote hapa. Hayo subiri kidogo. Toplamayın kimse. Usitoe meza. Dedi. Usitoe. Baba bizi aç. Baba. Nafikiri hatuna njaa. Kilichopo tuwezi kujua ni kipi kilichosababisha Ferit kuondoka kwa hasira kiasi hichi. Sasa mzee kachanganyikiwa, mama kachanganyikiwa, kila kitu kimechanganyika. Yaani familia nzima imechanganyikiwa. Jamaa kaondoka kwa hasira ya hatari. Anasema unapata wapi nguvu za kunywa chai angali mtoto ameondoka hapa akiwa na hasira kiasi hichi? Tamam. Unapata wapi hiyo nguvu? Anasema mtoto ameondoka kwa hasira zake. Hatujui ni kipi kilichoweza kumkuta. Hakuna sababu yoyote ya sisi kuanza kusema eti sijui nini. Ferit sio mtoto tena, ni mtu mzima. Lazima kuna kitu kimetokea ndio sababu amefanya hasira kiasi hichi. Anasema hapana. Zimebaki siku 2 tu harusi iweze kufungwa. Mwisho wa siku imetokea ila kutokea. Mara ghafla anafika mama wa bibie Hande pamoja na baba yake. Hayırdır ne oldu? Anasema jamani kuna nini kilichotokea hapa? Anasema mna. Karibuni jamani, karibuni mkae tupate kifungua kinywa. Kawakaribisha pale. Wako yao. Mambo ni mazito, shughuli ni nzito kweli kweli. Mama huku hajui ni kipi kinachoendelea. Mtoto kakasirika kaondoka. Jamaa kaishika gari, ndugu yangu yupo barabarani, anaipiga gari fimbo kweli kweli, anasepa uwezi amini. Kabeba nguo suti ya harusi katupa kule, anasepa, lakini nyuma anakuja mzima bwana Yaman, rafiki yake wa karibu. Maskini ya Mungu Yaman yajua ya kwamba jamaa alishakwisha kumshuhudia akiwa anafanya mambo yasiyoeleweka pamoja na mpenzi wake. Bwana hapo sasa mzima. Mr. Yaman anakuja hapo nyuma, mzima yupo spidi ya kufa mtu. Lakini mzima wanamuita Ferit, naye anazidi kusonga mbele kama kawaida. Anapiga gari fimbo kweli kweli. Yaman naye anakuja hapo nyuma. Hello. Oh na. Gel. Yaman anasema njoo endelea kuja. Yaman anakuja, mzima naye anasepa. Hapo sasa mzima. Wacha. Sasa Yaman akampita kwa mbele. Akampita alafu akaenda kaitengisha gari kwa nyuma. Yaman akuja mzima akaigonga. Alafu akashuka mwanaume wa shoka. Mr. Ferit na Yaman. Ne yüzle karşıma çıkıyor? Mpuzi, unathubutuje kukaa mbele yangu? Unathubutuje? Piga ngumi ya kufa mtu. Gördün mü lan sizi? Mpuzi mkubwa, nilikuona eti. Başımı belaya sokma. Unanifuata unanifuatilia ni akamwambia ndio. Nipige. Endelea kunipiga. Si unataka kunipiga, nipige mpaka roho yako itulie. Nipige. Akamwambia unataka nini nakuuliza? Nikwambia usizungumze na mimi. Nimekuona ukimbusu mwanamke niliyekuwa kwenda kumuoa siku 2 zijazo. Nimekuona unabisha. Nimekuona kwa macho yangu, niambie. Angalia, nilikuheshimu kama ndugu yangu. Nilikuchukulia kama ndugu yangu. Kipindi chote nimekuwa nikiwa rafiki yako wa karibu. Leo umekuja kumbusu mwanamke ambaye nakwenda kumuoa siku 2 zijazo. Niambie, kwani umefanya kitu kama hicho? Rafiki yako. Mbali na urafiki, mimi ni kama kaka yako. Nimekutunza katika kila hali. Tokea utoto wetu, ujana wetu, mpaka sasa hivi. Nimekuwa na wewe. Nimekufanyia kila kitu. Nimekutunza mara ngapi? Kwa nini unanifanyia kitu kama hichi? Kwa nini umeamua kunisaliti? Kwa nini umeamua kunisaliti kwa mpenzi wangu? Na kuuliza kwa nini? Kwa
Kwa nini umefanya kitu kama hichi? Ben senin adını evladıma... Na kuchukia Yaman. Yaman na kuchukia. Ha? Kardeş miydik biz? Anasema sisi ni ndugu. Zengin çocuğuydu. Na siku zote hatujai kugombana wala kutatizana katika jambo lolote. Iweje leo mwanamke atugombanishe? Na kuuliza. Her canı sıkıldın. Na kuuliza kwa nini mwanamke atugombanishe? Unasema nini mpuzi? Yaani umbusu mke wangu mtarajiwa alafu niambie mwanamke asitugombanishe? Lan senin hazmedemediğin şey. Ha? Ayıp lan sana. Ambia, fanya unachotaka kunifanya. Nifanye unachotaka kunifanya. Kama unataka kuniua basi niue. Niue kama unataka kuniua. Nipo tayari kwa lolote. Kama leo mwanamke anataka kututoa utu wetu, kufuta yote. Fanya chochote. Lan ben kime ne anlatıyorum? Si unamtaka ule mwanamke? Si ulisema unampenda? Basi wacha nikukabidhi. Awe wa kwako. Yule ni mwanamke wako kuanzia leo. Angalia. Usithubutu kunifuata. Usithubutu kuwa mbele yangu tena. Endapo utanifuata tena mimi nitakuua. Na kuhakikisha mwanamke huyo nimekupa wa kwako kuanzia leo. Kuanzia leo nakupa huyo mwanamke ni wa kwako. Usikae mbele yangu wala usinifuate tena. Jamaa akamwachia mwanamke, wezi amini. Anaamua kumwachia mwanamke, yeye anakwenda mbali. Hello. Nikizaza. Sasa tuje katika upande wa pili huko. Hussein. Antakya bizim düğünü konuş. Antakya nzima anazungumza juu ya harusi uğraşıyor. Inayokwenda kufunga katika siku si nyingi. Benim biriciğimi alacak. Ni jambo la heri kweli kweli hili. Kızım kahveyi masaya koy. Peki efendim. Kahve. Antakya nzima ni mji wa Antakya. Huu ndo mji ambao unaita Antakya. Eline sağlık. Harusi kubwa ya mtoto wa kitajiri ya mzee mzima wa Ferit inazungumzwa kila kona. Huyu ni babu na bibi wa bibie wanamuita Hande. Bak Hüseyin. Angalia Hussein. Bu düğün telaşı bir geçsin. Hebu acha vurugu bwana. Ortaklık. Hebu acha vurugu ya harusi pita alafu mambo mengine yafuata. Kambia sikiliza Hussein. Aşkına. Antakya nzima nazungumza juu ya harusi ya mjukuu wetu. Kime ya? Nafikiri ni heshima hii. Kızımızı. Anasema ndo hivyo Zumrut. Binti yetu ni binti mrembo na anaolewa pia na kijana handsome boy. Mara ghafla Hande naye ndo anafika. Hande, Yüzünü gör. hebu njoo kutukone jamani, mjukuu wetu tafadhali njoo huko. Ben papucumuzda masum. Hande akawa amekuja. At bindik de çok yorgun. Vipi? Anasema nilikuwa nikiendesha farasi nimechoka sana, nataka nipate muda wa kupumzika. Akamwambia vipi? Mije. Ferret umeonana naye? Anasema Kim arıyor? ndio. Vipi naye akupigia simu? Ben. Anasema Betul alinipigia simu, nafikiri watakuwa wananihitaji nyumbani kule. Ne oluyor? Sen de Basi bibi akamchukua nampeleka ndani. Anambia naomba tafadhali nipe nafasi nikapumzike. sen. Hem, niambie mbona umekuja kama vile umekasirika? Vipi, umegombana na Ferret? Anambia hapana. Nipo kawaida, sijagombana naye. Sonunda bir şey oldu, ona sinirlen. Mimi nafikiri kilichopo tunajiandaa tu kwa ajili ya harusi. Anambia sawa binti yangu kipenzi. Sen neyi nasıl? Usijali, hakuna chochote kibaya kitakachotokea. Tamam. Naomba tafadhali nenda ukapumzike. Zümrüt. Yalnız bırakma bak. Mwache binti akapumzike. Mwache akapumzike. Tamam hadi gittim ben. Basi hamna shida baadaye. Binti akawa ameweza kuondoka. Moja kwa moja kuweza kwenda kupumzika. Hayırlısı olsun. Okay. Wakati sasa katika upande wa pili, mzee mzima Bwana Ferret anazidi kusonga mbele. Anazidi kuacha mji wa Antakya. Lakini wakati anazidi kusonga mbele zaidi, anakumbuka baadhi ya mambo. Siku moja wakiwa watoto, maskini ya Mungu Yaman alikuwa amezama kwenye maji. Na mzee mzima Bwana Ferret akawahi kwa ajili ya kuweza kwenda kumsaidia. Tokea wakiwa watoto walikuwa wanapendana sana. Ni marafiki ambao walishakwisha kuruvuka katika urafiki na mwisho wa siku wakawa ndugu kabisa. Siku hiyo alikuwa amemuokoa. Alikuwa amemuokoa kwenye maji, bahati mbaya sasa Yamani alikuwa amekunywa maji kakata moto. Kwa sasa mzee mzima akamsaidia, akampatia first aid. Lakini leo huyu aliyemuokoa maisha yake kipindi hicho akiwa mtoto, leo ndo amemsaliti. Ameamua kumsaliti kwa mke wake mtarajiwa ambaye siku mbili zilikuwa zinakuja alikuwa anakwenda kufunga naye ndoa. Wezi amini. Jamaa alikuwa amini kwa kile ambacho alikuwa anakiona kwa macho yake. Alikuwa akiamini hata kidogo. Aise. Inatisha na umiza kweli kweli. Yaani mwanamke ambaye ulikuwa na malengo naye kumuoa katika siku mbili zijazo, mwisho wa siku unamfumania. Bwana, inatisha. Sasa simu ilikuwa inaita. Jamaa anazidi kusonga mbele, simu inaita. Anaona hata hiyo simu haina umuhimu. Haina umuhimu wa kupokea. Jamaa anazidi kusonga mbele zaidi. Binti alikuwa anajitahidi kumpigia simu, lakini jamaa apokee simu. Bibi Hande
Anazidi kumpigia simu mzee mzima, lakini jamaa hapokei simu, hataki hata kusikia habari ya simu. Halo, hatari. Sevgilim Aliamua kumtumia ujumbe, ambia tafadhali Firet, seni ne olur. nini kilichotokea? Mbona umekuwa katika hali kama hii? Naomba tafadhali pokea simu yangu, nakupenda sana. Ndio ujumbe pekee ambao aliuacha katika simu, ili jamaa akisoma tu basi, akifungua ujumbe aweze kusikia. Binti hakujua kama jamaa ameona akiwa ana kiss na rafiki yake. Jamaa usije kusonga mbele zaidi na zaidi, mzee mzima. Bwana barabarani alimanusura ingetokea bonge la ajali, lakini kwa kura za Mwenyezi Mungu huwezi amini, alifanikisha kuweza kucontrol gari. Ilikuwa nusura lingetokea la kutokea. Bwana. Halo, nikizaza. Jamaa baada ya kukoswa na ajali akasimamisha gari katikati ya njia. Katikati ya njia. Amekwenda mbali kweli kweli, katoka umbali mrefu kweli kweli. Kaiacha ntaki ya mbali kweli kweli. Haelewi, moja ikai, mbili ikai. Aise, ni hatari na nusu. Jamaa aliingia kwenye gari moja kwa moja na sepa. Ilikuwa ni bonge moja la usaliti, huwezi amini. Sasa turudi nyumbani huku kwa mama yake. Mama yupo zake huko, alikuwa anajipodoa, anajiweka katika mazingira mazuri zaidi. Bado naona kina mama vijana, mama ujana, piga zake wanja, piga reni zake safi, mambo yanazidi kuwa safi zaidi. Baba. Annem hala odasında mı? Mama yupo chumbani. Şimdi düşünüyorum. Anasema ndio. Nafikiri atakuwa anajiandaa. Bir bardak suda fırtına koparacak. Lakini vipi kuhusiana na ndugu yako? Umeweza kufanya naye mawasiliano? Abiciğim bana. Asema hapana. Yaman'a çoktan dök. Lakini lazima kutakuwa kuna kitu kimetokea. Merak et. Labda tumuulize Yaman na rafiki yake. Anaweza kutuambia nini kilichomkuta rafiki yake kipenzi Firet. Asema nafikiri hicho ndo kitu cha kipekee ambacho tunapaswa uweze kukifanya. Tumuulize Yaman. Sen bazen anneni... Sasa nafikiri kabla ya mambo yote, nafikiri uende sasa kwa Yaman ukapata kuweza kumuuliza. Labda yawezekana akakupa taarifa zaidi kwa kina. Ni kipi kilichoweza kumkuta rafiki yake. Haiwezekana rafiki yake kuondoka kwa hasira kiasi hichi. Asema lazima kutakuwa kuna kitu kimetokea, si hivi bure. Tena kitu ambacho ni kikubwa kilichosababisha mpaka mwisho wa siku akaamua kuweza kuondoka kwa hasira kiasi hicho. Lazima tufanye kitu kwa ajili ya kuweza kujua ni kipi kilichoweza kutokea. Wakati mama naye ndo alikuwa anatoka moja kwa moja baada ya kuweza kujiandaa, anatoka zake kwa ajili ya kupata chai ya asubuhi na mwisho wa siku kuendelea na mambo mengine kwa kazi na vitu kama hivyo. Lakini tayari baba ameshakwisha kumtuma brother hakikisha kwamba anakwenda kwa Yaman ili kuweza kumuuliza Yaman ni kipi ambacho kimemkuta ndugu yake, mwisho wa siku aweze kutoa taarifa ambayo inaweza kuwapa uthibitisho zaidi. Nini kinakwenda kujiri katika episode inayofuata? Bwana, hiyo ni picha wanaita Kalpi Yaras, ama ukipenda ite Yaras, kutoka Home of the Family. Episode ya pili, episode ya tatu haipo mbali, tuunganisha, tunasonga mbele zaidi. Karibu tena, twende sambamba, twende sanjari katika episode inayofuata. Hii sasa ni sehemu ya tatu ndio inafuata. Usiondoke, usibanduke. Karibu tena na tena katika episode inayofuata.